Usiku wa tarehe 14 Januari mwaka 2025, saa 5 za usiku, Nancy Wamboi, mwanamke mwenye umri wa miaka 68, alikuwa akijiandaa kulala kabla kupokea simu ya ghafla. Ilikuwa ni simu kutoka binti yake Lucy Wamaitha, mwanamke mwenye umri wa miaka 32, anayefanya kazi kwa shirika dogo la kusaidia jamii huko Kiandutu, kaunti ya Kiambu. Sauti ya Lucy ilikuwa ikitetemeka, ikiwa na huzuni na wasiwasi mwingi. Hayo ndiyo yaliyokuwa maneno ya mwisho ambayo Nancy Wamboi aliwahi kusikia kutoka kwa binti yake. Pindi tu baada ya Lucy kukata simu, hofu kuu ilianza kumwingia Nancy. Tarehe 17 Januari mwaka 2025, Lucy Wamaitha aliripotiwa kupotea. Lakini je, haya yote yalianza vipi? Siku moja baada ya kuzungumza na mama yake, yani tarehe 16 Januari mwaka 2025, Lucy aliamka akiwa na msisimko. Hii ndiyo ilikuwa siku aliyokuwa akiwazia kwa muda mrefu, kazi yake ya mwisho katika shirika hilo kabla ya kurudi nyumbani. Alijiandaa na kumpigia simu bosi wake, Stanley Njuguna, mkurugenzi wa shirika hilo, shirika ambalo linahusika na kuokoa na kuhifadhi watoto wasiojiweza huko Kiandutu, kaunti ya Kiambu. Majira ya saa 4:54 za asubuhi, Lucy aliondoka nyumbani kwake katika mtaa wa Kisii huko Thika. Alimwaga rafiki yake wa karibu na jirani yake Eunice, ambaye hata alikuwa na ufunguo wa akiba wa nyumba yake. Mita chache kutoka pale, Stanley Njuguna alikuwa amepaki gari akimsubiri Lucy. Dhamira yao ya siku ilikuwa kumsindikiza mtoto mmoja chini ya uangalizi wa shirika hilo hadi shule moja huko Meru. Huo ulikuwa wakati wa mwisho ambapo Lucy alionekana katika mtaa wake. Lucy alipaswa kurejea siku iliyofuata, tarehe 17 Januari mwaka 2025. Ilipofika saa 5 usiku, Eunice alijaribu kumpigia Lucy simu, lakini simu yake ilikuwa imezimwa. Ilikuwa si jambo la kawaida kwa Lucy kutopatikana kwenye simu. Hadi kufikia Januari tarehe 18, Lucy alikuwa bado hajarudi, na hali ya wasiwasi ilianza kuongezeka. Hali hiyo ilibadilika kutoka wasiwasi hadi hofu kuu. Tarehe 18 Januari, Nancy alikimbilia nyumbani kwa Lucy. Alipokea ufunguo akiba kutoka kwa Eunice kwa matumaini kwa binti yake angerudi hivi karibuni. Lakini siku zilipita na hakukuwa na dalili yoyote ya kurudi kwake. Hatimaye tarehe 20 Januari mwaka 2025, waliamua kuripoti jambo hilo kwa polisi. Walitembelea kituo cha polisi cha Thika Magharibi na vituo vingine vya karibu na maeneo yanayozunguka nyumbani na mahali pa kazi pa Lucy. Taarifa ya mtu aliyepotea ilifunguliwa mara moja, na Nancy pamoja na Eunice walitoa maelezo yao kwa polisi. Katika maelezo yake, Eunice alifichua jambo muhimu. Alimuona Lucy akiingia kwenye gari la Stanley Njuguna asubuhi ya tarehe 16 Januari. Kwa ushahidi huo, polisi walimuita Stanley Njuguna kwa mahojiano. Alikamatwa katika ofisi za shirika hilo na kuhojiwa. Kwa mujibu wa Stanley, yeye na Lucy walimpeleka mtoto huyo hadi Meru kwa mafanikio. Baada ya hapo, walikula chakula cha mchana katika hoteli ya Java Blue mjini Embu kabla ya kurejea Thika. Stanley Njuguna alidai kuwa majira ya saa 4 usiku, Lucy alimwomba amshushe katika viunga vya mji wa Thika, ambapo gari dogo jeupe lilikuwa likimsubiri. Stanley Njuguna alisema kwamba alimwacha hapo katika gari hilo na aliondoka akiwa na imani kuwa yuko salama, hadi baadaye aliposikia kuwa amepotea. Hata hivyo, uchunguzi ulibaini jambo la kutiliwa shaka. Simu ya Lucy ilizimwa saa 4 usiku, wakati ule ule ambapo simu ya Stanley pia ilikuwa imezimwa. Je, ni kwa nini simu mbili zisizo na uhusiano wote zingeweza kuzimwa kwa wakati mmoja? Simu ya Stanley iliwashwa tena kesho yake asubuhi, lakini ya Lucy haikuwahi kuwashwa tena. Kwa ushahidi huu mpya, Stanley Njuguna alifikishwa mahakamani na kuachiliwa kwa dhamana huku uchunguzi ukiendelea.
Tarehe 22 Januari mwaka 2025, polisi walifanya ugunduzi wa kutisha. Sehemu ya kiwiliwili bila viungo ilipatikana. Mwili huo ulikuwa umekatwa vibaya kiasi kwamba haikuwezekana kubaini chanzo cha kifo. Nancy aliitwa na polisi ili kuona kama angeweza kutambua chochote. Ingawa mwili ule ulikuwa umeharibika vibaya, kulikuwa na jambo moja lililomgusa moyo. Rasta za hudhurungi na samawati kwenye kiwiliwili hicho zilifanana kabisa na zile za Lucy. Kisha tarehe 20 Machi mwaka 2025, sehemu nyingine ya mwili ilipatikana katika mto Tana, kiwiliwili bila miguu. Polisi walihisi kuwa Lucy alidungwa sindano ya usingizi, akauawa na kukatwa kwa vipande. Mwili wake uliwekwa kwa kemikali inayoweza kuharibu shahidi, kisha ukafungwa kwenye magunia na kutupwa mtoni. Uchunguzi wa mwili uliofanywa tarehe 29 Januari mwaka 2025 haukuweza kubaini chanzo cha kifo kutokana na hali mbaya ya mwili. Hata hivyo, madaktari walithibitisha kuwa mabaki hayo yalikuwa ya mwanamke kwa sababu ya mabaki ya mfuko wa uzazi. Tarehe 12 Februari mwaka 2025, DCI walichukua sampuli ya mate kutoka kwa Nancy Wamboi kwa ajili ya vipimo vya DNA. Majibu yaliporudi yaliashiria jambo baya zaidi. Mabaki hayo yalithibitishwa kuwa ya Lucy Wamaitha. Kwa ushahidi huo, Stanley Njuguna alikamatwa tena kushtakiwa kwa mauaji ya Lucy Wamaitha. Kesi hii inabaki kwa ukumbusho wa kutisha wa hatari zinazowakumba watu katika jamii. Yote 9, swali ni hili: ni nini kilichotokea kwa Lucy Wamaitha? Na je, ni kwa nini Lucy Wamaitha alinyamazishwa? Tutaendelea kuzama ndani zaidi ili tujue mbivu na mbichi. Kelvin Kalama, Nairobi.